Hii ni sehemu ya 5 ya simulizi yetu nzuri inaitwa Umekosea. Mtunzi anaitwa Edgar Mbogo. Nambari zake ni 0717 924 403. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012. Simulizi hii kama hutaipata hapa katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mixi, basi unaweza kuipata kwenye application ya SMix app, ambako huko kuna simulizi nyingine nyingi tu kama vile Kitumbua cha Buku na nyinginezo nyingi ambazo zinapatikana pia hapa katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mixi. Sehemu iliyopita, sehemu ya 4 ya simulizi hii ya Umekosea, kama nakumbuka vizuri, tulisha pale ambapo Eric alikuwa nawaza ni lini tu atampata Margaret, na alikuwa amelala tu chumbani anahesabia mabati juu ya nyumba hiyo. Kilichoendelea niko nacho hapa katika sehemu hii ya 5. Mambo yalikuwa ni kama vile hata Bitausi mwenyewe alikuwa anahisi kwamba huo ndio utakuwa ni mwanzo mzuri kwa mwanae kuachana na Margaret, lakini ilikuwa ni bahati mbaya kwa mama Eric, kwa sababu Eric bado alikuwa anaonekana kumfuatilia sana Margaret. Hatimaye wiki 2 zilipita huko Eric alikuwa anaonekana wazi kabisa alikuwa anahitaji kulipata penzi la Margaret, na kwa Margaret mwenyewe alikuwa anaonekana kwamba alikuwa hana hata wazo la kuwa na kijana huyu ambaye alikuwa tofauti na watu ambao alikuwa anawahitaji. Lakini msimuliaji wa hadithi anasema kwamba lakini licha ya mambo mengi ambayo alikuwa yanaendelea kutokea, Eric hajawahi kabisa kuichukia hali yake ya kukosa pesa za kumshawishi Margaret, wala kuacha kabisa kujaribu kuwa karibu na Margaret. Kama kawaida, mara kwa mara alikuwa naomba namba ya simu akiwa anadhania kwamba angemweleza maneno matamu kupitia SMS, na kwa mama yake alikuwa anaendelea tu kumtazama Eric akiwa anashindwa kumsaidia kuondokana na fedheha hiyo. Ukiachilia mbali tabia za ajabu za Margaret ambazo zilikuwa zinamkera sana mama yake na Eric, na huko Eric akiwa anaziona ni za kawaida, mwenzake Irene japo hakuwa ni mwongeaji sana zaidi ya salamu tu, lakini pia hakuwa mtu wa kununa kabisa. Mara zote alikuwa anaonekana mwenye tabasamu, hakuwa na mazoea sana na watu wa pale mtaani, maana muda wote alikuwa anashinda kazini tu, ambako ni hospitali kwa baba yake, ambako huko alikuwa amefunguliwa kitengo cha kutibu magonjwa ya watoto. Na kwa muda mfupi alikuwa ameshafahamika sana hapa mjini Songea kutokana na umahiri wake katika kutatua na kutibu magonjwa ya watoto wadogo ambao mara nyingi huwa hawawezi kabisa kujieleza. Siku ambayo Eric alipata machungu makubwa zaidi ilikuwa ni siku ya Jumamosi, siku ambayo Eric alipeleka bidhaa zake sokoni kama kawaida yake. Ilikuwa ni mida ya saa 8 mchana, mida ambayo Eric alikuwa anarudi nyumbani akapumzika kusudi baadaye aende kwenye mazoezi yake ya kila siku kama kawaida. Sasa basi, wakati anakatiza kwa Dr. Simon, ndipo aliposikia sauti kutoka kwenye dirisha la sebuleni kwa Dr. Simon. Eric, afadhali nimekuona. Ilikuwa ni sauti ya Margaret, na hapo mapigo ya moyo ya Eric ni kama yalisimama kwa muda hivi. Alisimama na kutazama kule kwa Dr. Simon. Akamwona Margaret akiwa anatoka dirishani na uso wake ukiwa umetawaliwa na tabasamu mwanana, na sekunde 2 baadaye akatokea mlangoni akiwa amevalia suruali moja nyeusi ambayo ilikuwa na kitambaa fulani cha kuvutika iliyomshika vizuri mwanadada huyu ambaye aliyokuwa amejaliwa makalio makubwa na manyonyo manene na kumfanya azidi kuwa mfupi zaidi. Juu alikuwa amevalia kijishati fulani ambacho akiinua tu mikono yake kilikuwa kinaacha maeneo ya tumbo yakiwa wazi kabisa. Ni wazi kabisa, alikuwa anaonekana kwamba alikuwa na mtoko muda ule. Biani nilikuwa na kuwaza sasa hivi hapa, watu wanasema kwamba kimfaacho mtu ni chake jamani. Alizungumzia vile Margaret huko akiwa anatembea kwa kunyata kumfuata Eric. Hiyo yote ilikuwa ni kutokana na viatu ambavyo alikuwa amevaa kuwa na kisigino kirefu hivi. Eric alitabasamu kwa wadhifa ambao alikuwa amepewa na mwanamke ambaye alikuwa anampenda na kutamani awe wa kwake siku zote. Niambie Margaret, umependeza kweli, kwani unaenda wapi? Aliuliza vile Eric huko akiwa anatabasamu mwenyewe tu. Ninaenda ama tunaenda? Alizungumzia vile Margaret huko akiwa anafanya Eric asisimke na mwili wote. Tunaenda? Aliuliza vile Eric huko, tabasamu la mshangao likiwa linaonekana wazi kabisa usoni mwake. Jamani Eric, kwani wewe hutaki kutoka na mimi? Aliuliza vile Margaret kwa sauti ya kudeka. Vijana wa sasa wanaita kujibebisha hivi. Hapo Eric alizidi kulegea zaidi, maana alikuwa anaona dalili za wazi kabisa kwamba Margaret leo alikuwa anaelekea kumkubalia ombi lake la kila siku la kuhitaji kuwa naye.
Okay, poa basi ngoja nikaoge alafu tuenzetu. Alizungumza vile Eric huko akiwa anataka kuondoka kuelekea nyumbani kwao, lakini Margaret akamdaka pale pale. Hapana bwana, mbona uko vizuri tu? Tuende hivyo hivyo tu. Kwani nitakuuliza nani? Sauti ile ya ushawishi wa Margaret ilimlegeza zaidi Eric na kukubaliana na Margaret. Safari ya kuelekea kwenye kituo cha daladala ilianza, na wote wawili walikuwa wanazungumza kwa furaha kweli, huko Eric ambaye alikuwa na pesa za mauzo mfukoni mwake muda ule alikuwa anajipatia uhakika wa kwamba leo mbuzi amejileta kwa muuza supu. Kwa hivyo hakuwa na haja ya kumkumbushia ombi lake zaidi. Walikuwa wanazungumza story mbili tatu tu. Mwenzako ningekuwa kama dada Irene, kwa kweli ningejidai sana, alizungumza vile Margaret wakati wakiwa kwenye daladala tu. Kwa nini unasema hivyo Margaret? Aliuliza vile Eric, japo alikuwa anajua ni kwa nini Margaret alikuwa anazungumza vile. Jana napendwa sana na kina anko jamani. Alafu yeye ni mzuri, alizungumza vile Margaret, kitu ambacho hata Eric alikuwa anakifahamu pia. Jamani bwana, hata wewe ni mzuri vile vile, alizungumza vile Eric kwa sauti ya chini kidogo. Kweli lakini simfikii kabisa dada Irene. Alafu nikwambie kitu Eric, yana ukubwa wote ule, yani hajawahi atakuwa na mwanaume yeti, alizungumza vile Margaret, kitu ambacho Eric hakuwa anakijua mwanzo. Wewe unasema kweli? Ina maana kwamba watu hawamtaki ama? Aliuliza vile Eric kwa mshangao kweli. Yana wazio wanavomfuata mpaka kero. Bini kuna muda hata simu yake wanaizima kabisa kwa ajili ya usumbufu, alizungumza vile Margaret na kuendelea kuzungumza zaidi. Na amesema kwamba nambari yake ya simu hawezi kumpa mtu yoyote ule. Margaret alizidi kumwaga sifa kwa dada yake Irene. Na hata waliposhuka mtaa wa Mahenge na kuelekea kwenye baa moja iliyozungukwa na makazi ya watu kama maelekezo ya Margaret, walikaa kwa ndani kabisa, maana muda huo mchana haukuwa ni muda wa kunywa pombe kabisa. Waliagiza vinywaji. Eric aliagiza soda na huko Margaret akiagiza wine iliyokuwa na gharama kidogo. Bei yake ilikuwa ni 15,000, lakini hawakulipa kwanza pesa ya vinywaji vile. Ilikuwa inaonekana kwamba mhudumu wa pale alikuwa anamfahamu vizuri sana Margaret. Yani Irene anakataa bahati kweli jamani. Wanamfuata watu wenye pesa zao lakini anawakataa tu, alizungumza vile Margaret ambaye muda wote alikuwa anaelezea tu sifa pamoja na tabia za binamu yake Dr. Irene. Kwani mapenzi ni pesa? Aliuliza vile Eric kwa sauti tulivu kidogo. Sasa je, unadhani kwamba ningekuwa mimi ningeacha? Na tena hata waje 10 ningejua namna ya kuwapanga tu, alizungumza vile Margaret bila kutambua kwamba maneno yake yalikuwa yanaupasua moyo wa Eric kweli. Ukweli ni kwamba Eric alicha maneno yale ambayo alikuwa anazania kwamba yalikuwa yanatokana na glasi mbili za waini ambazo Margaret alikuwa amekunywa. Aliendelea kumwona Margaret ndiye mwanamke wa pekee kwake ambaye anaweza kuutuliza moyo wake. Na wakati wanaendelea kunywa na kuzungumza, ndipo Margaret alibadili maongezi. Unajua hiyo waini naipendaga sana Eric, sema sinaga uwezo tu wa kununua, lakini inafaa sana ukiwa unafanya mapenzi sana, unajisikia raha kweli, alizungumza vile Margaret kwa sauti iliyoanza kuchakamka kwa ulevi hivi. Hapo Eric akajua kabisa kwamba sasa mambo yanakwenda kukaa sawa. Mara baada ya kukaa kwa muda fulani pale baa, huko Eric akiwa anakunywa soda taratibu na huko Margaret akiwa anakunywa pombe yake kwa fujo, na sasa ikiwa nakaribia kabisa kuisha, ndipo Eric aliona huo ndio muda wa kuchomekea ombi lake la siku zote ambalo Margaret alikuwa analikataa. Sasa Margaret, bila ombi langu inakuaje sasa? Alizungumza vile Eric kwa sauti ya upole, huku akiwa analamba midomo yake ya chini na huku macho yake alikuwa ameyaweka kwa mtindo fulani wa kushawishi, na tabasamu la kiume lilikuwa mdomoni mwake tu. Margaret alitabasamu kwa akiwa anakwepesha macho yake kwa aibu fulani hivi. Eric bwana, hebu acha hayo mambo. Wewe umeomba namba ya simu kusudi tuzungumze jamani, alizungumza vile Margaret huku akiwa anacheka mwenyewe. Ndio nimekomba namba ya simu, lakini mpaka sasa hivi hujanipa bado, alizungumza vile Eric huku akiwa bado tu anamtazama Margaret usoni. Basi bwana, nitakupatia nikirudi na nitamtuma dada wa kazi ya kuletee, alizungumza vile Margaret. Na hapo Eric alitabasamu kidogo, tena ile tabasamu la ushindi hivi. Basi poa, lakini usinibadilikie kama kawaida yako, alizungumza vile Eric kwa sauti ya upole kidogo. Hivi Eric, naona ningangania sana. Hivi taniweza kweli wewe? Ujue mwanamke anahitaji matunzo kweli, alizungumza vile Margaret kwa sauti fulani ya kimahaba hivi, huku akiwa anatabasamu na kukopesha macho yake asikutane na macho ya Eric.
Hautuamini kitu ambacho nitakufanyia Margaret. Nadhani ndo utajuta kabisa kutokuwa na mimi mapema. Alizungumza vile Eric, na hapo Margaret aliachia mgono fulani. Yani kama Eric angeusikia vizuri mgono ule, nadhani angegundua kwamba ulikuwa na mgono wa dharau kabisa. Eric, hebu tuache hayo basi. Sasa naomba unifanyie kitu kimoja, alafu nikirudi utaona malipo yako. Kauli hii ya Margaret ilimpatia mwasha mkubwa sana Eric. Ni kitu gani ambacho unazungumzia Margaret? Aliuliza vile Eric kwa shauku kweli kweli. Okay, unaiona ile nyumba ya tatu upande wa kulia kwetu ile? Aliuliza vile Margaret. Hapo Eric aligeuka na kisha kutazama upande ule ambao Margaret alikuwa anamuonyesha. Ni ile yenye Starlet ile? Aliuliza vile Eric huku akiwa anaitazama ile nyumba ambayo nje yake kulikuwa na gari dogo Toyota Starlet la kijani. Pale pale. Sasa nenda mpaka pale kamuulizia mtu mmoja anaitwa Bahati. Na kisha mwambie mtoke nje mzungumze, alafu akitoka nje uje naye mpaka hapa. Kuna issue nataka kuzungumza naye. Nimeshamtumia SMS tayari kwamba unaenda. Alizungumzia vile Margaret, na hapo Eric hakusubiri kuambiwa mara ya pili. Aliinuka na kisha kuelekea kule ambako alikuwa ameelekezwa tu. Dakika 3 tu zilitumika Eric kufika pale kwenye ile nyumba. Na huko njiani alikuwa anawaza jinsi atakavyofaidi matunda ya mafanikio ambayo alikuwa amepatikana kutokana na uvumilivu wa muda mrefu kweli kweli. Hodi. Alipiga hodi vile Eric, na kisha akajibiwa kwa sauti fulani ya mama mtu mzima hivi. Zunguka uani watu fungue mlango huo wa mbele. Hapo Eric alitafuta upande ambao ulipo mlango wa uani na kisha kuelekea mpaka pale. Alimkuta mama mmoja aliyeshiba kweli kweli. Alikuwa ni mama mweupe haswa. Alikuwa ndani ya vitenge viwili, kimoja kilikuwa kimefungwa kuanzia kifuani na kingine kilikuwa kimefungwa kuanzia kiunoni, kama vile kilikuwa kimelegea kidogo hivi. Watoto wa mjini wanaita katakei. Karibu anko, habari yako? Alisalimia vile vile mama, na kimtazamo angekuwa amepishana miaka michache na mamake Eric, na huyu alikuwa ni mdogo kidogo. Nzuri tu, shikamoo. Alisalimia vile Eric, huku kwa bahati mbaya macho yake yalikuwa yanapita kifuani kwa yule mama na kuona jinsi matiti makubwa yule mama yalivyokuwa yamepamba vizuri kifua chake, na ungesema kwamba yalikuwa ni makalio ya binti wa miaka 15 ama 16 hivi. Marahaba. Nikusaidie nini? Aliitikia vile yule mama huku akiwa na tabasamu, yani kama vile alikuwa hajaridhika na ile salamu ile ya shikamoo. Nimekuja kumcheki Bahati, sijui nitakuwa nimemkuta. Hata kabla Eric hajamalizia vizuri kuzungumza, akamwona jamaa mmoja mtu mzima akiwa anatokea ndani. Bwana Eric, karibu sana, yani nimekusubiri muda mrefu sana hapa. Alizungumza vile yule jamaa ambaye Eric alimtambua kwamba ndiye Bahati ambaye alikuwa ametumwa kwenda kumuita. Hapo yule mama karudi nyuma kidogo kumpisha yule jamaa. Nimeshakaribia mzee. Alizungumza vile Eric ambaye alikuwa anahisi kuna kitu kinamsuta moyoni mwake, maana alikuwa anaona wazi kabisa kuna mchezo umechezeshwa bila yeye kujua. Leo sasa mama Sophie, natoka kidogo, nitachelewa kurudi, kuna mchongo naenda kufukuzia hivi. Alizungumza vile yule jamaa ambaye ndiye Bahati mwenyewe. Alikuwa anamwambia vile yule mwanamama, na kisha akatembea kidogo huku akiwa anampa mkewe mgongo. Haya, baadaye basi mume wangu lakini mgeni ndo anaishi nje hivyo. Alizungumza vile mama Sofia huku akiwa anamtazama Eric ambaye alikuwa anamtazama ili ajibu, lakini akashangaa kuona yule mama akiwa anamminya jicho la kushoto. Siku nyingine mama, alijibu vile Eric huko moyo wake ulikuwa unaripuka kwa uoga, na haraka sana kaungana na Bahati kuelekea kule ambako alikuwa amemwacha Margaret. Gani bila maujanja kama haya wanaweza kufeli kabisa. Kumbe uko vizuri kaka Mwingine ningeona nazoba tu pale. Alizungumza vile Bahati wakiwa njiani wanaelekea pale baa ambapo kwa mbali Eric aliona kwamba kulikuwa na mabadiliko. Ukiachilia mbali gari aina ya Toyota Wish la blue lilokuwa limesimama pale baa, lakini pia kwenye meza moja ya viti vya nje aliona kulikuwa na familia ya baba, mama pamoja na watoto watatu ambao walikuwa wamekaa wanahudumiwa. Ukweli Eric alivutiwa sana na familia ile. Na haya ndio maisha sasa. Na raha ya maisha ni kuwa na familia iliyokamilika kama hivi. Alikuwa na wazi vile Eric ambaye huwa anahisi kwamba baba yake angekuwa nao wangekuwa na maisha mazuri zaidi, maana mama yake huwa anamweleza kuwa baba yake alikuwa na pesa nyingi sana. Shikamoni, alisalimia vile Eric wakati wanakatiza kwenye ile meza kiasi cha kuwashangaza wale wanafamilia, yani mke, mume pamoja na huyu bwana Bahati. Sio kwamba mke na mume hawakuwa wanastahili shikamoo. Hapana, umri wao ulikuwa unaonekana kwamba ulikuwa ni mkubwa tu,
na tena hata mama yake angeonekana ni mdogo kwa wawili hawa. Lakini walishangaa kutokana na desturi nyingi kubadilika na kuwa mtu anayesalimia salamu hii ya shikamoo mara nyingi huwa ni yule mwenye shida yake, na tena humsalimia yule ambaye anataka kumwomba msaada hivi. Eric alishangaa sana kuona wanafamilia wale wakiwa wanamshangaa na kumsindikiza kwa macho akiwa anapotelea ndani ya bao upande wa kaunta. Hata alipowatazama tena aliwaona kama walikuwa wanajadili jambo fulani hivi, na kwa mara walikuwa wanamtazama yeye. "Leo baby jamani, mwezi wa nimekaa wewe. Hata si ulikuwa nalifanyia kitu gani lile mke wako lile?" Alizungumza vile Margaret kwa sauti ya kujidekeza huku akiwa anainuka na kumkumbatia Bahati ambaye alikuwa bado tu anamshangaa Eric. Hapo Eric alipigwa na butwana kwa kodolea macho, kitendo ambacho kilizidi kumfanya Bahati amwone kwamba Eric alikuwa na kijana wa ajabu kweli kweli. "Margaret, huyu jamani alikuwa anamuona mjanja sana, kwani umemtoa wapi?" aliuliza vile Bahati huku akiwa anazungusha mikono kwenye kiuno cha Margaret ambaye bado alikuwa amemkumbatia. Alikuwa anaamini kwamba Eric alikuwa anashangaa mwanamke kumkumbatia mwanaume, pengine huko alikotoka alikuwa hajawahi kabisa kuona. "Huyu hapa baby ni jirani yetu tu, anatusaidia kazi ndogo pale nyumbani." "Kwani vipi?" alijibu vile Margaret huko akiwa anajitoa kwa Bahati na kumsogeza kwenye kiti ambacho mwanzo alikuwa amekalia Eric. "Mimi nakuambia shamba boy," alizungumza vile Bahati huko akiwa anaonyesha kutoa shaka ambalo alikuwa nalo na kwa alikuwa anakaa kwenye kiti. Mpaka dakika hiyo Eric alikuwa amejawa na hasira kweli kweli kutokana na mambo mawili. Moja, hata kwao hajafika akiwa anadhania kwamba alikuwa ameitiwa jambo la maana na Margaret, lakini pili, kutumwa kwenda kumuita mwanaume ambaye anakula kitumbua cha mwanamke ambaye yeye alikuwa anahitaji awe mpenzi wake. Na mbaya zaidi, mwanamke anajua jinsi yeye alivyokuwa anampenda. Na mbaya zaidi ni ile kauli ya kwamba eti akinywa waini huwa anatamani dudu ikeshe kwenye kitumbua chake. "Basi poa, wacha mimi niwahi nyumbani," alizungumza vile Eric huko akiwa anaanza kuondoka tu. We Eric, usiondoke kabla hujalipa pesa za watu za vinywaji," alizungumza vile Margaret huko akiwa anainuka na kumfuata Eric ambaye alikuwa ameshafika mlangoni, huko ile mhudumu ambaye alishamaliza kuwahudumia wanafamilia akija usawa wao. Hapo Eric alihisi hasira inapanda maradufu, lakini alikuwa anajitahidi kuizuia tu. Akamtazama yule mhudumu ambaye sasa alikuwa ameshawasogelea. "Waini pamoja na soda bei gani?" aliuliza vile Eric akiwa anapiga mahesabu ya waini moja ambayo alikuwa amekunywa Margaret pamoja na soda ambayo yeye ndo alikuwa ameinywa. "Waini moja 15,000 na soda moja ni 500. Eric alitamani kutoa machozi kuona kwamba pesa hiyo ambayo ilikuwa imetokana na jasho la mama yake eti leo ilikuwa inakwenda kulipiwa pombe kienyeji hivi. Eric akajikaza kisabuni, akazama mfukoni na kutoa noti 2 za shilingi 10,000 akampatia yule mhudumu, na alikuwa anategemea kuletewa change yake, lakini cha ajabu akamwona yule mhudumu akiwa amesimama mbele yake kama anasubiri atoe pesa nyingine hivi. "Eric jamani, ongeza pesa ya watu, si nimechukua waini nyingine tena hapa," alizungumza vile Margaret kwa sauti ya kulalamika huku akiwa anaonyesha mezani. Eric alitazama pale mezani. Ni kweli kabisa, Eric alikuwa ameiona chupa ya pili ya waini juu ya meza ikiwa na waini ambayo ilikuwa imeshaanza kunywewa, na huku ile chupa ya kwanza ya waini ilikuwa chini tupo tu. Ina maana kwamba Margaret alikuwa ameagiza waini nyingine wakati Eric akiwa ameenda kumuita bwana Bahati, na tena bila kujua kwamba alikuwa ni mwanaume wa Margaret, yale mwanamke ambaye yeye alikuwa anampenda sana na ameshamfukuzia mara kibao tu bila mafanikio. Eric akamtazama Margaret kwa macho yaliyojaa uchungu ajabu kweli. Akamwona tu akiwa anamtazama kwa macho ya kurembua, macho ya kirevi hivi. Safari hii Eric akajikuta akiwa anacheka kicheko kimoja kilichojaa uchungu mkubwa sana ndani yake. Kila mmoja aliweza kukiona kicheko kile cha uchungu kilichotumia kama nusu dakika, na kisha akamtazama yule mhudumu. Halafu akamtazama bwana Bahati ambaye sasa alikuwa na mimina ile waini kwenye glasi ambayo alikuwa anaitumia Margaret. Alikuwa anaonyesha kwamba alikuwa anataka kuinywa pia. Eric alitoa noti nyingine 2 za shilingi 10,000 na kumkabidhi yule mhudumu. Sasa basi ile mhudumu anapokea tu zile noti, na kabla hajarudisha change Margaret alizungumza. "Haya bwana wewe Eric, nenda, change atanipatia mimi," alizungumza vile Margaret huko akiwa anamuelekezea Eric nje ya kile chumba ambacho huwa kinatumika kama counter. Hapo kama Eric aliona akifanya lolote la hasira halitakuwa jema kabisa, na ukizingatia wao walikuwa ni majirani, basi ingeleta sifa mbovu kwake na kusema vibaya na watu wa mtaani kwao kule Seed Farm. Hasa akifikiria jinsi walivyokuwa wanaheshimiana na Dr. Simon pamoja na familia yake, yani mama Irene pamoja na Irene mwenyewe.
akaona tu ni bora aondoke zake kuepusha shari. Ndio ukome sasa kufuatafuata watu wasio type yako. Eric aliweza kusikia sauti ya chini ya Margaret wakati anaondoka zake kuelekea nyumbani, japo hakujua kabisa ataenda kumaliza kitu gani mama yake. Kudadeki. Yani ningekuwa mimi Felix mwenda hapo, siondoki bila pua ya mtu kudadeki. Lakini wakati Eric anaipita ile meza ya wanafamilia, yani waliokaa baba, mama pamoja na watoto watatu, yule baba akainuka kutoka kwenye kiti chake na kisha kumsemesha Eric. "Samahani kijana, unaweza kupata nafasi ya kuzungumza na sisi kidogo?" aliuliza vile yule mzee. Eric ambaye macho yake alikuwa ameshaanza kujawa na machozi, alimtazama yule mzee na kisha akamtazama yule mama, akamalizia na wale watoto na kisha akarudisha macho kwa mzee. "Okay kijana, najua kwamba haupo katika modi ya kuzungumza na sisi, lakini nilikuwa napenda sana kujua kama unamfahamu ama una ndugu wowote na Eugene Eric." Alizungumza vile yule jamaa mara baada ya kuona kwamba Eric hakuweza kabisa kuzungumza chochote. Hapo Eric alikataa na kutikisa kichwa kwamba kuwa na ndugu wowote na mtu huyo. "Lakini si unamfahamu?" aliuliza tena yule mzee. Hapo Eric alikataa kwa kichwa, huko macho yake yalikuwa yanazidi kujaa machozi zaidi. "Okay sawa, naona huko vizuri kijana. Pengine tunaweza kuona na siku nyingine tutazungumza zaidi." Hata kabla hajamaliza kuzungumza yule mzee, tayari Eric akiwa mwenye machungu mengi aliondoka zake na kuelekea barabara kuu akiwa anashika uelekeo wa nyumbani kwa Usidi Farm, na kwa akiwa na waacha wale familia wakimwona bwana Eric akiwa anatiririkwa na machozi kwa uchungu kweli kweli. Eric alitembea huko akiwa anawaza tukio la pale bali ikiwa linajirudia tu kichwani mwake. Lilikuwa linazidi kumletea machungu makubwa sana kiasi cha kushindwa hata kuwakumbuka wale wanafamilia waliomuuliza anamjua nani sijui. Lakini alikumbuka kwamba katika majina ambayo alikuwa ameyataja yule mzee, mmoja wapo lilikuwa ni jina la Eric, lakini hakukumbuka jina la kwanza, ila ni kama jina ambalo alishawahi kulisikia sehemu hivi. Sasa kutokana na hali ambayo alikuwa nayo, hakuweza kabisa hata kuzingatia jina hilo. Ipo siku ataelewa tu kwamba nampenda kweli. Alikuwa anawaza vile Eric ambaye alikuwa anatembea taratibu huko akiwa anawaza juu ya hela ya mama yake ambayo sasa alikuwa amebakiwa na shilingi 160 kutoka 200. Kwa hivyo pungufu ambayo ni 40,000 ilikuwa inaonekana wazi kabisa. Hata sio nitamwambia kitu gani mama. Alikuwa anawaza vile Eric huko akiwa anatembea taratibu kuelekea nyumbani Usidi Farm. Ni hebu kabisa atakumweleza mama iliyotokea. Huo ndio ukweli kabisa. Eric asingeweza kabisa kumweleza mama yake alichokuwa amefanywa na Margaret. Hapo Eric akajikuta akiwa anatamani nyumbani kuzidi kuwa mbali zaidi ili asiweze kufika mapema. Sasa ilikuwa ni mchana kabisa. Eric alikuwa anatembea taratibu akiwa amebakiza mwendo wa kilomita 4 kufika Usidi Farm. Sasa basi wakati Eric anatembea taratibu pembeni ya barabara, mara kasitukia kuliona gari moja dogo lilikuwa linampita na kusimama mbele yake pembeni ya barabara. Alipolitazama vizuri, aligundua kwamba lilikuwa ni gari la Dr. Irene kama ambavyo alikuwa amezoea kumuita. "Eric twende," alizungumza pale Irene akiwa ameshusha kioo cha gari yake upande wa abiria. Eric akajafuta machozi haraka na kusogelea kwenye mlango wa gari ya abiria. "Asante sana dokta, lakini wacha mimi nitembee tu," alizungumza pale Eric kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa heshima na unyenyekevu kweli kweli. Ukweli ni kwamba sio kwamba ni Eric peke yake ambaye alikuwa anamheshimu na kumchukulia binti huyo kwamba ni wa kipekee na sio type yake. Ni karibia watu wengi sana pia walikuwa wanamchukulia Irene kwamba alikuwa ni mwanamke wa pekee sana. Alikuwa anastahili kuwa na mwanaume mwenye uwezo mkubwa sana kipesa na mtanashati wa nguvu. "Hapana Eric, siwezi kukuacha hapa." "Halafu unaonekana kama macho yako mekundu, ulikuwa unalia?" aliuliza vile Irene kwa sauti ya mshangao iliyojawa na huruma ya hali ya juu kweli kweli. Ilikuwa inaonyesha kwamba alikuwa anadhania kwamba pengine Eric alikuwa amepatwa na tatizo, pengine msiba ama yoyote mbaya. "Hapana, kuna lolote baya, lakini kichwa changu kinaniuma tu," alizungumza vile Eric akiwa anajaribu kutabasamu ili kuondoa mashaka kwa Irene. "Basi ingia kwenye gari twende," alizungumza vile Irene. Na hapo Eric hakuwa na ujanja, akaufuata mlango wa siti za abiria wa nyuma na kisha kufungua. "Hapana Eric, njoo kaa mbele hapa," alizungumza vile Irene huku akiwa anajivuta na kufungua mlango wa abiria wa mbele, yani pembeni ya siti yake. Hapo Irene alifunga ule mlango aliokuwa ameufungua na kuingia mbele ambako alikuwa amefunguliwa na Irene mwenyewe. Eric alipoingia ndani ya gari, alikutana na harufu nzuri ya manukato ambayo Irene alikuwa amenyunyizia ndani ya gari.
Alifunga mlango na safari ikaanza kimya kimya tu, huku Eric bila kutarajia akaja kutakiwa anamtazama Irene kwa macho ya wizi. Alikuwa anamtazama mwanadada huyo ambaye alikuwa anaendesha gari taratibu. Hapo Eric akaja kutakiwa anashuhudia mwili ulioumbwa na kuumbika mwanadada Irene ambaye uzito wake haukuwepo kwenye hips pana wala makario yaliyojaa kwenye siti ya dereva, na hata kifua chake mwanadada huyu kilikuwa vizuri. Alikuwa amevalia gauni lake refu ambalo lilikuwa limemshika mwilini na kufanya hata kifua hicho kionekane vizuri kweli kweli, jinsi kilivyobeba maziwa mazuri ambayo yalikuwa na ukubwa wa wastani, yaliyoonekana kuwa ni magumu kama embe iliyokuwa imeanza kuiva. Pia nilikuwa naona wakiwa wazuri jamani. Sijui hata Margaret angekuwa kama huyu, hata salamu zangu angeitikia kweli. Alikuwa anawaza vile Eric kabla hajamtazama usoni mwanadada huyu, huku akiwa anageuza uso wake na kutazama mbele. Hakujua kabisa kwamba Irene alikuwa ameshamwona jinsi alivyokuwa anamtazama kwa macho ya wizi. Safari yao ya kimya kimya iliendelea taratibu, na huko ndani ya gari kulikuwa kumetawaliwa na sauti ya muziki laini wa kizungu ulioimbwa na mwanadada Selena Dion akishirikiana na Arakeli Amoyo wa Angel. Sasa Eric alikuwa anawaza cha kwenda kumweleza mamake juu ya pesa ambazo alikuwa amepunguza, yani zile ambazo alikuwa amelipia vinywaji vya Margaret. Lakini ukimya wao ulivunjwa na mlio wa simu ya Irene ambayo ilikuwepo kwenye dashboard ya gari ile. Irene mwenyewe alichukua na kisha kuitazama kwa lengo la kutazama aliyekuwa anapiga simu hiyo alikuwa ni nani. Akaonekana kukunja uso kwa hasira tu. Yani hivi watu wengine wana nini jamani? Mbona msikii mnachoambiwa kila siku? Alisikika vile Irene huko akiwa anarudisha simu sehemu ambayo ilikuwepo mwanzo, na huko alikuwa anaendelea kuendesha gari tu. Wote wawili waliendelea tu kusikiliza ile simu ilivyokuwa inaita mpaka inakata yenyewe. Safari iliendelea kimya kimya tu. Eric kichwani mwake yeye alikuwa anapita mawazo juu ya pesa za mauzo ambazo zilikuwa zimepungua kwa kulipia vinywaji, na kwa mara alikuwa anamlaumu sana Margaret kwa kumwingiza mkenge. Na kuna wakati alikuwa anawaza, yani kama ningekuwa na uwezo ningemwimbisha Irene tu. Anaonekana ana moyo mzuri kama sura yake. Alikuwa anawaza vile Eric huko akiwa anamtazama Irene ambaye alikuwa anadhania kwamba atakuwa busy tu anaendesha gari, lakini akashangaa kuona pale macho yao yalivyokutana, na kumbe Irene naye sijui alikuwa anawaza kitu gani. Naye wakati ule alikuwa anamtazama Eric, na wote wakajikuta wakiwa na tabasamu tu. Eric, vipi, kichwa kimeanza kukuma saa ngapi? Aliuliza vile mwanadada Irene mwenye elimu ya udaktari. Sio muda mrefu, alijibu vile Eric kwa kifupi tu. Hapo ni kama Irene alikuwa anawaza jambo hivi, maana kilipita kimya kifupi, na wakati ule simu yake ilianza kuita tena. Na umeshapata dawa yoyote labda? Aliuliza vile Irene huko akiwa anachukua simu yake na kutazama tena mpigaji alikuwa ni nani. Bado sijanywa dawa, lakini kitapona tu, alizungumza vile Eric kwa sauti ya upole huko akiwa anajaribu kujichangamsha mwenyewe. Na huku Irene alikuwa anairudisha ile simu yake, huku ilikuwa inaendelea kuita tu. Doka, sawa, kuna dawa ya kutuliza maumivu nyumbani pale, nitakwenda kukupatia, alizungumza vile Irene huku simu yake ilikuwa inaendelea kusikika ikiendelea kuita tu mpaka ilipo katika yenyewe. Jioni nataka kula bagia za chai, sijui mama atakuwa anabagia mpaka mida hii, aliuliza vile Irene wakati wanaingia mtaani kwao. Sidhani kama zitakuwa zimeisha, nikifika nyumbani nitakuja kukupatia majibu, alizungumza vile Eric ambaye muda wote alikuwa anaongea kwa upole tu. Hapana Eric, wewe pumzika tu, nitamtuma dada wa kazi aje kutazama, alizungumza vile Irene ambaye sauti yake kwa kweli ilikuwa ni zaidi ya tamu. Akikaongezane kwamba sio yake kabisa, lakini alikuwa anaigiza tu. Wakati wanaingia kwa Dr. Simon, mara simu ya Irene ikaanza kuita tena. Irene akasimamisha gari mbele ya nyumba yao na kisha akaichukua simu ile kama ambavyo alikuwa amefanya mwanzo na kutazama mpigaji. Akaachia msonyo kidogo na kisha akamtazama Eric ambaye alikuwa anafungua mlango kusudi ashuke ndani ya gari ile. Samahani Eric, naomba unisaidie kuzungumza na huyu mtu, alizungumza vile Irene kwa sauti ya upole, na huko alikuwa ananyosha mkono kumpatia simu Eric ambaye alisitisha zoezi la kushuka kutoka kwenye gari na kumtazama Irene. Alikuwa anaonyesha kwamba yuko tayari kumsaidia Dr. Irene kufanya vile ambavyo alikuwa ameomba. Nimwambiaje? Aliuliza vile Eric huko akiwa ananyosha mkono wake kupokea simu ile kutoka kwa Irene. Mwambie kwamba niko bafuni naoga. Akiuliza wewe ni nani, mwambie tu kwamba wewe ni mchumba wangu, alizungumza vile Dr. Irene ambaye uso wake ulikuwa umetawaliwa na tabasamu mwanana ambalo
lilikuwa limejawa na aibu fulani ya kike ndani yake. Nadhani ilikuwa ni kwa sababu ya kile ambacho alikuwa amezungumza, na alikuwa anamkabidhi Eric simu ile ambayo alikuwa anaishangaa tu kwa kukodoa macho, akishangaa kwa kile cheo cha bandia ambacho alikuwa amepewa kwa muda. Ulikuwa ni mshangao ambao hata Irene mwenyewe aliuona wazi kabisa. Aliona uso wa kijana huyu wa Bitausi ulivyokuwa unashangaa. "Pokea basi na kisha umwambie," alizungumza vile Irene huko akiwa anaichukua simu kwa Eric na kisha kuipokea. Na huko alikuwa anaweka loudspeaker na kisha alisogeza simu ile kwenye kifua cha Eric huko akiwa anagusa kifua hicho cha Eric ambacho kilikuwa kimejengeka kimazoezi na kufanya wawe karibu kabisa kiasi cha kusababisha hata harufu ya perfume ambayo alikuwa amejipulizia Irene ifike mpaka puani kwa Eric, ikiwa amechanganyika na harufu ya jasho fulani ambalo sio la kukera hivi, lakini lilikuwa linaleta kitu fulani kitamu kwenye pua za Eric. Kitendo kile kilisababisha Eric apatwe na msisimko fulani hivi. "Halo," alizungumza vile Eric mara baada ya kupokea simu ile. Kwanza akasikia mguno. "Samahani, nilikuwa napiga simu kwa Dr. Irene, sijui nimekosea ama ameisahau simu mahali." Alisikika vile jamaa mmoja mwenye sauti nzito akiwa anaonekana kubabaika kidogo katika uongeaji wake. Hapo Eric alimtazama Irene ambaye akawa anampatia ishara ya kujibu kama ambavyo alikuwa amemueleza. Maana yake Irene alikuwa anatanua midomo kama vile alikuwa anazungumza vile bila kutoa sauti, na huko alikuwa amemkazia macho Eric kwamba azungumze kama alivyomueleza. "Ndio, ni simu ya daktari, lakini yuko bafuni anaoga," alizungumza vile Eric huko akiwa anamtazama Irene ambaye alikuwa anaonyesha ishara ya kumlaumu ni kwa nini amesema daktari badala ya kutaja jina lake kwamba Irene. "Okay, kumbe ameshafika nyumbani. Sasa wewe ni nani yake, mfanyakazi ama ni ndugu yake?" Ilisikika vile sauti ya kuuliza. Safari hii sauti ya huyu jamaa ilikuwa imeshaanza kuonyesha kwamba alikuwa anajiamini. Hapo Irene akasogeza mdomo sikioni kwa Eric na kufanya nusu ya mwili wake uwe umeegemeana na mwili wa Eric, na huko mkono wake wa kulia ulikuwa umelala kwenye usawa wa dudu la Eric ambaye alikuwa hajijui kabisa kwamba yeye alikuwa ni mwana wa mfalme wa Mbogolindi. "Sema mchumba wake," alinong'ona vile Irene huko pumzi zake zilikuwa zinapenya kwenye masikio ya Eric na kumtekenya kiasi cha kumzidishia msisimko. "Mimi ni mchumba wake," alizungumza vile Eric huko akiwa anahisi pumzi ziko zinamjaa kifuani na kuwa kama aliyemwagiwa maji ya baridi hivi. Na huko alikuwa anamtazama Irene ambaye alikuwa anatabasamu kwa akiwa ametega sikio kwenye simu, bado amemwegemea Eric tu. "Unasema ni mchumba wa Irene? Kwani wewe ni nani? Mbona mimi sikufahamu?" Iliuliza vile ile sauti ambayo ilionyesha mshtuko wa wazi kabisa uliojawa na mshangao. Hapo Eric alimuona Irene akiwa anageuza uso wake na kisha kumtazama usoni. Alimuonyesha ishara ya mdomo kwamba ataje jina lake. "Mimi naitwa Eric," alizungumza vile Eric haraka sana. "Eric? Eric yupi huyo? Mbona mimi sijawahi kabisa hata kukusikia? Unafanya biashara gani ama unamiliki kampuni gani?" aliuliza vile ule jamaa. Na hapo Eric aliingiwa na unyonge, maana ni kweli kabisa kujiita mchumba wa mwanamke mzuri kama Irene hakikuwa ni kitu cha mchezo. Irene alikuwa ni mwanamke mrembo kweli kweli, na tena uzuri wake ulikuwa ni uzuri ambao wanawake wengi wanatamani sana kuwa nao. Irene hakumtazama Eric wala kuhitaji kumsaidia kujibu swali hilo. Pengine alijua kabisa kwamba litakuwa ni jepesi kwa Eric, na ni kweli lilikuwa ni jepesi kwa Eric, japo jibu lake lilikuwa ni jibu la kinyonge tu. "Sina biashara wala kampuni yoyote ile," alijibu vile Eric, na hapo ukasikika mguno kutoka kwa ule jamaa. "Hauna wewe pia ni daktari kama yeye?" aliuliza vile tena ule jamaa, lakini swali hili likachelewa kujibiwa na Eric, maana alikuwa anakodoa macho tu kumtazama Irene ambaye alikuwa amejiegemeza tu kwake muda wote na kusababisha ajibinue tu kidogo kiupande wa upande, na ilisababisha upande mmoja wa hips uonekane vyema kabisa ulivyokuwa umejaa. Na wakati huo huko kwenye msambwanda ndio ilikuwa ni balaa kabisa. Ni milima ya maana tu ilikuwa inaonekana na alama za pindo za chupi ya mwanadada huyu. "Mimi naitwa Jafari wa Jeff Brothers," alijitambulisha vile ule jamaa. Na hapo Eric akadua, maana alikuwa anamtambua vizuri huyo jamaa. Alikuwa na kijana mmoja tajiri sana, na wazazi wake walikuwa ni matajiri wakubwa sana pale mjini. Walikuwa na miliki kampuni kubwa sana ya mabasi ya kwenda katika mikoa ya kusini, yani Lindi, Mtwara, na kulikuwa na mabasi pia yaliyokuwa yanakwenda Njombe, Tunduru pamoja na Masasi. Na huku yeye mwenyewe Jafari pia alikuwa na miliki maduka makubwa ya nguo za kike na za kiume na vifaa vya michezo vile vile. Eric akajikuta akiwa anamtazama Irene kwa mshangao.
lakini Irene ndo kwanza hakuonyesha dalili ya kujali wala kushtuka kama Eric alivyokuwa ameshtuka. Zaidi Irene akamwonyesha ishara Eric kwamba malize maongezi. Okay poa, kwani una ujumbe kwa Irene au? Aliuliza vile Eric akiwa anataja jina la Irene. Alikuwa anahofia kufanya makosa kama aliyokuwa amefanya mwanzo kumuita Irene dokta. Mwambie tu nilimpigia simu alafu nitamcheki baadaye. Alizungumza vile yule jamaa ambaye ni Jafari, na hapo Irene alikata simu. Eric bwana, sasa mbona ulishangaa sana nilipokuambia umwambie mimi ni mchumba wako? Yaani mwezio ni msumbufu sana huyu kaka. Nimeshamwambia kwamba simtaki, lakini wapi? Alizungumza vile Irene huku akiwa anajiinua kutoka kwa Eric na kisha kujiandaa kushuka kutoka kwenye gari. Hapo Eric alicheka kidogo, lakini huku alikuwa anaona noma fulani ya aibu hivi. Kuna madaraka ambayo hata ukipewa kwa sekunde moja tu lazima utachanganyikiwa. Alizungumza vile Eric huku akiwa anashuka kutoka kwenye gari, na Irene alicheka kidogo huku akiwa anashuka kwenye gari, ambapo kama kawaida alikuwa na mkoba wake na funguo ya gari vile vile. Eric bwana, kama madaraka yapi sasa? Alizungumza vile Irene huku akiwa anacheka na kutabasamu hivi. Sidhani kama kuna mwanaume anaweza kuacha kuchanganyikiwa siku atakayofunga ndoa na wewe, na kutambua kwamba wewe umekuwa ni mke wake rasmi kabisa. Alizungumza vile Eric kwa sauti fulani ya utulivu hivi. Kwani mimi nikoje Eric? Mbona mimi ni kama wanawake wengine tu? Alizungumza vile Irene huku akiwa anafungua mlango wa nyuma ya gari ile, na kitu ambacho Eric hakuwa amekiona mwanzo ni kwamba nyuma ya gari kulikuwa na mifuko kadhaa ya rambo iliyokuwa na mazagazaga. Eric alisogea kumsaidia kubeba, maana ilikuwa ni mingi kidogo. Unajiona kwamba ni wa kawaida tu, lakini ukweli ni kwamba huwa anakufananisha na hawa wake za wafalme wanaoitwa Malkia hawa. Alizungumza vile Eric huku akiwa anapokea mfuko kutoka kwa Irene. Ukweli ni kwamba Irene ambaye alikuwa anampatia mfuko Eric alishtuka kidogo na kumtazama Eric usoni kama vile alikuwa amepatwa na mshangao. Nashukuru sana kwa kunipatia cheo cha muda. Hiyo ndio ilikuwa ni ndoto yangu kwa muda mrefu sana tangu niko mdogo. Mara nyingi mamangu alikuwa anapenda sana kuniita Queen Irene, na alikuwa ananisitiza kwamba niwe na tabia njema ili kusudi baadaye nije kuolewa na mfalme wa Mbogoland. Alizungumza vile Irene akiwa anamaliza kwa kicheko cha chini chini. Ni kama alikuwa anacheka mara baada ya kukumbuka kumbukumbu hizo za zamani. Mara baada ya kimya kifupi huku akiwa anaendelea tu kutoa mazaga kwenye gari, Irene akazungumza tena. Wewe ni mtu wa pili kuniita mimi Malkia. Alizungumza vile Irene kwa sauti ya upole wakiwa wanaelekea ndani ya nyumba ya Dr. Simon. Hapo watu wawili walicheka kidogo na walikuwa wanaingia ndani ya nyumba hii ambayo walikaribishwa na sauti kali ya muziki, na wimbo ambao ulikuwa unasikika ulikuwa na wimbo ambao kipindi hicho ulikuwa unatamba sana. Ulikuwa na wimbo wa msanii fulani wa Bongo Flava. Sebuleni hakukuwa na mtu. Irene alienda kupunguza sauti ya haraka ya muziki ule. Weka hapo mezani tungoje nikakuchukulia dawa ama kichwa kimeshapoa tayari. Alizungumza vile Irene huku akiwa anamtazama mgonjwa wake aliyokuwa amemokota njiani tu. Acha tu naona kimetulia. Alizungumza vile Eric ambaye alikuwa anafahamu fika kwamba hakuwa anaumwa kichwa wala nini, lakini alikuwa analia tu kwa mambo yake ambayo kwa muda huu alikuwa ameshasahau tayari. Kama kuna kitu ulikuwa unawaza mpaka kichwa kinakuuma? Aliuliza vile Irene, na hapo Eric alitabasamu pembeni akijua kwamba kisu kilikuwa kimegusa penyewe. Mara baada ya kuona kwamba swali lake alijibiwa, Irene akiwa amekumbatia mizigo yake akamsogelea Eric, na uso wake ulikuwa umetawaliwa na tabasamu tu. Alafu kuna kitu nimesahau kukuuliza Eric. Unajua sijawahi kabisa kumwona wifi yangu, ama bado hujaamua kumweka public? Irene aliuliza vile kwa sauti ya chini akiwa na hofia waliokuepo mle ndani wasije kusikia, lakini swali lake likamfanya Eric atazame chini kwa huzuni. Maana ni kama lilikuwa limemkumbusha tukio lililokuwa limemtokea muda mfupi uliopita kabla hawajakutana. Bado sijampata, alijibu vile Eric kwa sauti iliyojaa unyonge kweli kweli. Kwa hivyo na mpenzi wako wa mwanzo pia umemwacha? Aliuliza vile Irene kwa sauti ya chini kwa akiwa anamtazama Eric usoni tu. Hapana, sijamwacha. Alizungumza vile Eric kwa sauti ya upole, na huku alikuwa anainua uso wake kumtazama Irene ambaye alikuwa anamtazama Eric kwa mshangao fulani, kama vile na yeye alikuwa ameingiwa na unyonge wa ghafla hivi. Muda huo wote walikuwa wameshikilia mifuko tu. Kwa hivyo Eric, unataka kuniambia kwamba umeshawahi kuwa na wanawake wangapi na mpaka sasa wanao wangapi? Aliuliza vile Irene kwa sauti ya kusuta kidogo, akionyesha kutokupendezwa na tabia ambayo alikuwa ameiwaza ya Eric. Sina hata mmoja, na sijawahi hata kuwa na mwanamke.
Jibu la Eric lilifanya Irene atabasamu kidogo kwa mshangao, na uso wake ulikuwa unaonyesha kutokuamini kile ambacho alikuwa akisikia. Lakini kabla hajasema lolote, wote waligeuka upande wa mlango ambao ulikuwa unaingia jikoni, na ilikuwa ni mara baada ya kusikia kuna vishindo vya mtu vilikuwa vinakuja sebuleni kutoka upande ule wa jikoni. Irene akaisha kuguna tu, "Dada, kumbe umerudi. Sikusikia gari," alizungumza vile dada wa kazi huko akiwa anajitokeleza kwenye korido ya jikoni. "Si kwa sababu naweka sauti kubwa ya muziki, ile Margaret anakuacha tu na piga kelele," alizungumza vile Irene kwa sauti fulani iliyojaa ucheshi hivi. "Niliona niko mpweke tu ndo maana nikaona niweke muziki," alizungumza vile dada wa kazi. "Yaani kumbe uko peke yako? Kwani Margaret yuko wapi?" aliuliza vile Irene. Hapo Eric akajua kabisa kwamba yeye ndiye aliyekuwa anahitajika kujibu swali hili. "Ametoka mapema tu, sijui saa 4 ilikuwa ile," alizungumza vile dada wa kazi huko akiwa anamsogelea Irene na kutaka kumpokea mizigo. Hapo Eric akaona bora apige kimya tu. "Yaani wewe badala umpokee mizigo mgeni unanipokea mimi?" aliuliza vile Irene huko akiwa anamzuia dada wa kazi asipokee mifuko aliyokuwa ameibeba. "Kumbe umekuja na mgeni? Yuko wapi?" aliuliza vile dada wa kazi huko akiwa anageuka na kutazama kushoto na kulia. Hapo kwa mara ya kwanza kabisa Eric alimuona Irene alikuwa amekunja sura kwa hasira kweli. "Ina maana kwamba huyu hapa umuoni huyu?" aliuliza vile Irene kwa sauti iliyojaa ukali. "Samahani dada, nimezoea kumuona Eric kama mwenyeji tu," alizungumza vile dada wa kazi kwa sauti ya upole na unyenyekevu kwa akiwa anamsogelea Eric na kumpokea ile mifuko. "Kwanza leo sitaki kuona mazoea yanazidi. Kuwasaidia mambo yenu isiyo sababu ya kumdharau. Ndio maana siku ile Margaret alimnyima maji ya kunywa," alizungumza vile Irene kwa sauti ya ukali. Alikuwa anaonyesha msisitizo kwa kile ambacho alikuwa anazungumza, kiasi kwamba Eric akawaza pale, "Da, pia ningekuwa nimezoeana sana na Irene. Ningemwomba hata anisaidie kumwimbisha Margaret anikubali. Lazima ningemuelewa tu. Inaonyesha hata wao wanamuogopa," alimaliza kuwaza vile Eric, na hapo aliaga. "Nashukuru sana kwa lift dada Irene. Mimi naenda," alizungumza vile Eric huko akiwa anaelekea mlangoni. "Sawa Eric, nitamtuma dada aje kutazama bagi yake, lakini kama kichwa kitakuwa kinauma tena nijulishe tu, alafu mimi nitamtuma dada wa kazi akuletee dawa," alizungumza vile Irene. Wakati ule tayari Eric alikuwa ameshafika mlangoni. "Sawa dada Irene, nitakujulisha," alizungumza vile Eric, na kisha alifungua mlango na kutaka kutoka nje. "Samahani Eric, una WhatsApp?" aliuliza vile Irene ambaye bado alikuwa amekumbatia tu mifuko yake. "Simu yangu ni ndogo tu, haina WhatsApp," alizungumza vile Eric huko akiwa anaingiza mkono mfukoni na kutoa kisimu chake kidogo na kumwonyesha Irene. Wote walicheka tu na Eric alitoka nje ya nyumba ile, na huko alikuwa anamwacha Irene kama vile kuna jambo alikuwa anahitaji kumweleza hivi, lakini kwa kuwa alikuwa ameshaondoka basi hakuweza kuzungumza. Wakati ule ndio wakati ambao Eric alipokumbuka kwamba hakuwa ameitazama simu yake kwa muda mrefu kutoka anatoka sokoni kabla hajakutana na Margaret. Eric alibonyeza kitufe kimoja kati ya vile ambavyo vilivyopo kwenye ile simu. Hapo akaona miskolo 10 hivi, na zote zilikuwa zinatoka kwa mama yake. Hapo ndipo alipokumbuka msala wa kupunguza pesa ya mauzo. Moyo ulianza kumwenda mbio sana Eric, na huko machungu yalikuwa yameanza upya kabisa, na kujikuta akiwa anainua uso wake na kutazama nyumbani kwao, na alimuona mama yake akiwa amesimama tu mlangoni anamtazama yeye. Japo ile tazama ya mama yake haikuwa ya hasira, lakini Eric alikuwa amejishtukia, na ukizingatia kuna jambo alikuwa amelifanya ndivyo sivyo. Hapo Eric akajikuta akiwa amepunguza mwendo na kutembea taratibu. Alikuwa anatamani nyumba yao iongeze umbali zaidi asiweze kufika mapema. "Shikamoo mama," alisalimia vile Eric huko akiwa anapitiliza ndani. "Maraba, vipi? Aliyekufanya usisikie simu yangu ndo umemwacha wapi?" aliuliza vile mama Eric huko akiwa anaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa amemwona Eric wakati anaondoka na Margaret. Swali hili Eric alishindwa kabisa kulijibu, na alizidi kutembea tu kuelekea ndani huko mama yake alikuwa anamfuata kule. "Sina kuuliza, lakini we Eric, maana nimekuona kabisa unaondoka na Margaret na umerudi na dokta. Nimepiga simu we haipokelewi," alizungumza vile mama Eric aliyekuwa anaonyesha kwamba alikuwa katika hali fulani ya uchangamfu hivi, tofauti na siku nyingine ambapo anamwona mwanae akiwa anahangaika na Margaret. Kimya Eric akaingiza mkono mfukoni na kutoa pesa akamkabidhi mama yake. "40 mama, kuna mtu ameniazima, nitakurudishia akinipatia," alizungumza vile Eric huko akiwa anatazama chini. Mama aliguna tu huko akiwa anatabasamu,
Wakati ule Eric alikuwa anaelekea chumbani kwake ambako alijifungia na kisha kujilaza kitandani. Hapa alianza kuvuta picha ya tukio la kule bar. Ukweli roho yake ilikuwa inamuuma sana Eric, na alikuwa anajikuta machozi yakianza kumlenga upya tu. Hebu na sasa sinaweza kumpata mwanamke mzuri kama Irene. Hadi pale ambapo amesema kwamba nidanganye mimi ni mchumba wake, nikaulizwa nina kampuni gani. Alikuwa anawaza vile Eric huko akiwa anajiona kwamba alikuwa ni mwenye bahati mbaya kabisa. Yaani wakati ule jamaa na mke wake kabisa jumbani. Lakini bado Margaret anamng'ang'ania tu, ananiacha mimi ambaye sina hata mmoja. Nadhani Eric alikuwa anawaza bila kukumbuka kwamba mapenzi hayana mbona yule, kwa nini yeye? Wakati anaendelea tu kuwaza ndipo aliposikia sauti ya mtu akiwa anapiga hodi. Aliondoka na kwenda kutazama anaibisha hodi alikuwa ni nani. Na kumbe wakati ule na mama yake pia aliyekuwa jikoni alikuwa ameshamkaribisha mtu ule ambaye alikuwa anapiga hodi. Alikuwa ni dada wa kazi kwake na Irene ambaye alikuwa ametumwa kuja kuulizia bagia. Mzilishaisha tayari. Amekutuma nani? Aliuliza vile Bitausi. Amenituma dada Irene. Amesema kwamba anataka kunywa chai ya usiku. Hataki kula kitu kingine kile. Alijibu vile yule dada wa kazi huku akiwa anamtazama Eric ambaye alikuwa ameshasimama mlangoni naye. Sawa basi. Mwambie nitamtekelezea kidogo kusudi atumie usiku. Uje uchukue baadaye kidogo kwenye saa 2 hivi. Alizungumza vile mama Eric huku akiwa anamtazama mwanae. Wewe mbona macho mekundu kiasi hicho? Aliuliza vile mama Eric kwa mshanga huku akiwa anamsogelea mwanae. Kichwa tu kinaniuma mama, lakini kimeshaanza kupoa. Alidanganya vile Eric, na huko dada wa kazi wa kwa Dr. Simon alikuwa anasikiliza tu wakati anaondoka taratibu kuelekea kwao. Na dawa umeshakunywa? Aliuliza vile mama Eric. Hapana, sio kichwa cha homa hiki. Ni kwa sababu ya jua tu. Safari Eric alijibu huku akiwa anarudi ndani na kuingia chumbani kwake. Je, ni kitu gani kitaendelea? Tukutane katika sehemu ijayo. Itakuwa ni sehemu ya 6 ya simulizi yetu nzuri inaitwa Umekosea. Je, alikosea nani? Na alikosea kitu gani? Mimi naitwa Felix Mwenda na hapa ni Simulizi Mixi.